Bandari ipo, Mwalimu aliiacha, aliikuta na Mwalimu akaiendeleza. Magufuli alinunua mashine za 0 hours akaziacha pale. Mimi ni miongoni mwa watu tuliotofautiana sana na Magufuli, lakini kwenye swala la rasilimali za nchi hii, kabla hujaanza kujenga, tuwe kwanza na chuma chetu. Mungu ametupa mlima hapo naitwa Mchuchuma, alafu kilomita 50 akaweka makaa ya mawe ya kuyeyushia hiki chuma. Tujenge kiwanda chetu cha chuma kwanza. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana 6,000. Yaani hao 60,000, sio 6,000. Vijana 60,000 hao wamepata direct employment, yani ajira ya moja kwa moja. Hapa tujazungumzia makampuni ambayo yangefanya subcontractors mle. Hili lingesave chakula, hili lingewauzia karatasi za kuandikia, hili lingewauzia kompyuta, hili lingewauzia chakula. Watu walioajiriwa moja kwa moja 60,000. Mind you, tangu uhuru serikali hii imeajiri watu 520,000. Yaani ukiona hao askari, si jeshi, si walimu, si wako 520,000, tunia 1%. Sasa ulikuwa unajenga kiwanda kimoja tu ambacho kingekuajiria watu wako 60,000. Sasa watu 60,000 piga kwamba wana familia ya watu wanne, ni maelfu ya watu, maraki ya watu. Sasa unajenga kiwanda chako cha chuma. Tuna chuma cha kuzalisha miaka 100. Gharama ya kujenga kile kiwanda ilikuwa dola za Kimarekani milioni 3 ambazo ni bilioni 7, yani trilioni 7.8 za Kitanzania. Unajenga kiwanda ambacho ungetumia kuzalisha chuma kwa miaka 100. Sio kama mnanielewa? Hivi mnanielewa vizuri nyie? Wanaonielewa wanyoshe mkono tu. Wote mnanielewa? Yaani unajenga kiwanda cha kuchimba chuma miaka 100. Mungu amekupa hapa makaa ya mawe ya kuyeyushia hiki chuma na akakuwekea mlima wa chuma hapo unaitwa Mchuchuma. Alafu pale Iringa akaweka mchanga wa kusafisha hicho chuma. Angalia Mungu alivyotupendelea. Yaani vitu vyote hakuna tunachoagiza kutoka nje ili tupate chuma chetu, tupate nondo zetu za kujenga nyumba, tupate nini. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, jenga kwanza kiwanda hiki. Alafu sasa wale Waarabu wanaokuja kutujengea bwawa la Mwalimu Nyerere, waambie hivi, mkataba shilingi ngapi? Labda shilingi trilioni 5. Haya, sisi tunakulipa trilioni 5 hizi hapa. Lakini kwenye mkataba unawaambia sisi tuna sheria ya local content. Kila kinachopatikana Tanzania utanunua hapa. Kwa hiyo chuma utanunua hapa. Kwa hiyo unampa pesa kwa mkono huu, alafu unazirudisha kwa mkono huu. Zinakuja kukutengenezea uchumi. Hawakunisikiliza, hawakutusikiliza, wakatupuza Chadema. Mwaka jana serikali ya nchi hii imeagiza chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, yani trilioni 3. Yani kwa mwaka tumeagiza chuma cha trilioni 3. Sasa huu ni mwaka mmoja. Mwaka juzi, mwaka ule mwingine, kwa miaka 2-3 tumeagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tulikuwa tunajenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8, tuchimbe miaka 100 na fedha ibaki ndani ya nchi yetu. Na Kenya wanunue chuma hapa, na Ethiopia wanunue chuma hapa, na Burundi wanunue chuma hapa, tutengeneze ajira kwa watu wetu. Tukachukua, tukakataa. Yani kwa Kikuria, mimi Mkuria, yani Wakuria tunasema ichinyanyi. Yani wewe umekula umeshiba, umebakiza chakula, unaona na mtu mwingine akila, unachukua mchanga unakimwagia ili ashinde njaa. Yani roho mbaya. Yani kujenga kiwanda hapa, hivyo pasi baki hapa, izunguke humu, hicho kiwanda kikulipe corporate tax, hicho kiwanda kikulipe pay as you earn, ili serikali ipate mapato makubwa zaidi. Watoto wenu mliosomesha wanakosa walimu wakati shule zipo, wapate kazi. Askari waongezewe mshahara na waongezeke. Serikali kaona bora itoe hizo hela ziende nje, alafu inakuja kuambia nyie hakuna ajira. Nani aliyewaroga nyie watu? Na mnaona ni vitu vya kawaida. Na Lissu anakamatwa, watu wanafikiri amekamatwa. Lissu sio mwizi. Lissu amekamatwa kwa kuwasemea hawa.
haya, na mnategemea sisi tutaendelea kupiga kelele wakati tukikamatwa nyie mko bize na Simba na Yanga? Tutafika sehemu tutakaa kimya, na tukikaa kimya mmeisha. Na waambieni ukweli, tukikaa hebu fikiria hivi, nchi na bandari inazungukwa na nchi 7 landlocked. Nchi 7 landlocked. Yani ili mtu aendeshe gari Burundi, ili mtu aendeshe gari Rwanda, ili mtu aendeshe grade iende kulima barabara Kongo, inapita kwenye maji ambayo Mungu ametupa bure. Unachohitaji ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itakuja isimame ishushe mzigo. Ikishusha mzigo wanakulipa pesa kwa kupita kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Bandari ipo, Mwalimu aliiacha, aliikuta na Mwalimu akaiendeleza. Magufuli alinunua mashine za 0 hours akaziacha pale. Mimi ni miongoni mwa watu tuliotofautiana sana na Magufuli, lakini kwenye swala la rasilimali za nchi hii he was stable. Very. Wameacha mashine pale. Bandari sisi tuko milioni 63. Dubai wako milioni 3. Milioni 3. Mwaka 61 Dubai ilikuwa na watu 70,000. 1, 2, 3, 4, 70. Nyie Dar es Salaam mko milioni 1.5. Walikuwa 70,000 mwaka 61. Wanatembea jangwani wanaokota tende, dates, pepo, wanaokota tende mwaka 61. Mwaka 63 sisi tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 69 Dubai inavumbua pipa la kwanza la mafuta. Leo wako milioni 3. Watu milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Kwamba sisi watu milioni 63 ni ndondocha. Hatuwezi kukaa pale tukasimamia bandari yetu. Kongo wakaingiza hera, Burundi wakaingiza hera, Uganda wakaingiza hera, Malawi wakaingiza hera, Zambia wakaingiza, kwamba hatuwezi. Tumewapa Dubai watu milioni 3 ndio watuendeshe sisi mpaka kiyama atakaporudi Yesu. Tuna akili timamu sisi? Unaondoaje tatizo la ajira? Hizi hapa barabara za mwendo kasi, labda mtanielewa. Iko hivi, serikali imechukua kodi yako, yangu, ya yule, ya mwingine, wamejengea hizo BRT na zingine wamekopa. Sisi ndio tutalipa. Sisi ndio tutalipa. Wamejenga hizo barabara za mwendo kasi hapo. Hizo hapo. Wamenunua magari kusimamia gari liende posta lirudi hapa liingize fedha, na lina barabara yake ambayo haingiliwi. Hawawezi, yamekufa yote. Kwa sasa hivi wanatafuta mwekezaji wa kusimamia hizo BRT. Wanasema hivi, wana mpango wa kumpa mtu kutoka Uarabuni ndio alete magari yake hapa. Wewe ukipanda basi kutoka Kimara umlipe Mwarabu, akipata faida aende kujenga Uarabuni. Sasa mimi nawauliza, kuliko mpe Mwarabu, kwa nini usimpe hata Shabibi? Shabibi ni CCM, ni mbunge wa CCM. Au mpe Abudi, ni wa CCM wenzenu. Lakini wale wakiingiza pesa zitabaki kwenye mzunguko wetu, lakini wanataka wampe Mwarabu. Tukisema haya tunaonekana wabaya. Haya ni mambo mabaya. Haya ni mambo ya kunyamaziwa. Haya ndio mnataka tukae kimya. Alafu mnakatisha watu tamaa. Mnazungumza Simba na Yanga. Watoto wenu hawajui destiny yao. Mnafanya kazi kwenye mazingira haya. Mnakula utumbo na vichwa vya kuku katikati ya utajiri. Watu hamna uhakika wa sehemu ya kulala. Alafu mpaka mfanyiwe nini nyinyi? Nani aliyewaroga? Watoto wenu wanakwenda shuleni. Afisa elimu analipwa hela na serikali, anapewa gari ya serikali, anapewa nyumba na serikali, asimamie elimu. Yeye hasomeshi mtoto kwenye hiyo shule anayoisimamia. Alafu mtoto wako ndiye anasomesha hapo. Neno la Mungu linasema hata wabaya wanajua kuwapa wawapendao vilivyo vyema. Hakuna mtu ambaye mtoto wake atamuomba mkate ampe jiwe, au atamuomba samaki ampe nyoka. Kama afisa elimu anayetakiwa kusimamia elimu haamini hiyo elimu, inakuwaje mtoto wako akasome hapo? No wonder Tanzania ni nchi yenye madini ya Tanzanite haipatikani kwingine kokote duniani, lakini
inauza Tanzanite kuliko zote duniani ni India, na wakataji na watu walioajiriwa na Tanzanite kwa wingi ni Wahindi. Mtoto wako anaenda kusoma shuleni panzi ya miguu mingapi, watoto wa Wahindi wanasoma namna ya kuchukua Tanzanite ya wajinga waondoke nayo. Tusikubali nchi yetu hii iwe nchi ya watu wachache wanaotutesa sisi. Kila mtu anaweza kuishi vizuri, unatembea kwenye nchi ambayo ina umri wa miaka 63. Tulikuwa kwa mgao hapo chini hapo, gari zinakwama kwenye mji mkuu wa nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Nchi Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam peke yake, bandari ya Dar es Salaam peke yake, atalisha nchi za Afrika Mashariki na Kati. Bandari ya Dar es Salaam. Sisi tumejaliwa neema ya kiraini. Watu wetu ni maskini, wanateswa na kikundi cha watu. Tunazungumza kuhusu vitu vya kawaida, madawati shuleni. Tunazungumza kuhusu matundu ya choo. Tunazungumza kuhusu maji. Tutazungumza kuhusu makazi bora kwa kila mtu. Unakwenda nchi kama Norway, mtu asiyekuwa na serikali. Norway wana gesi tu, ambayo sisi ukienda Mtwara na Lindi tuna gesi futi za ujazo trilioni 57.5. Tunakwenda kuomba Norway msaada, ambao sisi tuna gesi nyingi kuliko wao. Dhahabu, Norway haina chuma. Norway wamewekeza kwenye akili za watu. Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao. Inahitaji ardhi tunayo, ardhi yenye rutuba, ardhi yenye madini, ardhi yenye miti, ardhi yenye kila kitu. Tunahitaji siasa